Wapendwa, karibuni tena kwa nafasi nyingine kwenye mwendelezo wa makala yetu ambayo tumekwisha kuianza. Kipindi kilichopita tulijifunza namna ya kutambua kipaji chako na tukaeleza kwamba ukikitambua kipaji chako ni rahisi sana kujua kusudi la kuwepo kwako duniani. Basi leo tutaendelea na sehemu yetu ya pili ambapo tutazungumzia swala la kukataliwa. Kwa hivi kichwa cha sehemu ya pili ni usiogope kukataliwa. Na ninaposema hivi, bila shaka wewe si mgeni wa neno kukataliwa. Ni msamiati ambao ukitamkwa unawakumbusha watu wengi maisha ya zamani, pale ambapo labda kwa sababu ya tabia zako mwenyewe au kwa sababu zisizokuwa na msingi za watu wengine waliamua kutokukuelewa kirahisi. Nina rafiki yangu anaitwa John, aliwahi kunihadithia jambo ambalo halijawahi kutoka hata siku moja katika akili yangu. Aliniambia kwamba mara baada ya kuhitimu masomo yake aliajiriwa na kufanya kazi katika kampuni fulani ya ndoto yake. Siku za mwanzo za ajira yake alifurahi sana kuajiriwa huko, kiasi kwamba akafanya kazi kwa bidii kana kwamba atakufa kesho. Kutokana na namna alivyokuwa anafanya kazi, basi akapendwa sana na wale wakubwa wake pale kazini. Kitendo cha kupendwa hakikuwapendeza wenzake kwa sababu kwa namna fulani walikuwa hawawajibiki vyema kwenye kazi zao. Kwa hivyo kutokana na hilo swala wakaingiwa wivu na wakaanza kumtenga, wakaanza kumkataa. Wakaanza kutunga kila aina ya uongo ili John aonekane kwamba ni mbaya. Siku za mwanzo hata wakubwa wake kazini walikuwa wanaamini kwamba anatungiwa uongo, lakini baadaye na wenyewe wakaamini kwamba itakuwa John ni mbaya. Maisha yake pale kazini yalikuwa yamewekwa rehani. Alitolewa sehemu zote muhimu ambazo alikuwa anafanya kazi. Kutokana na uongo ambao alikuwa ametungiwa na wenzake pale kazini, hata wakubwa wake wa kazi wakaona kama kwao ni tishio, kwamba anaweza akachukua nafasi zao hapo baadaye. Basi kutokana na mambo ambayo alikuwa anapitia, John alienda kumweleza mkubwa wake hali halisi na kumwambia kwamba anataka kuacha kazi. Lakini hata hivyo mkubwa wake aliona kwamba John anapaswa kuendelea kuwepo pale kazini, lakini atafanya nini kwa sababu wenzake wa kazi hawamkubali, lakini yeye anamkubali. Lakini pamoja na hayo yote mkubwa wake hakuwa tayari kumpoteza. Alimshawishi sana, lakini John hakuwa tayari. Alitamani sana abadilishiwe sehemu ya kazi, labda ingeweza kumsaidia. Mkubwa wake alimwomba abaki pale pale, aliamua kujitoa sadaka akabaki. Ingawa maisha hayakuwa mepesi kivile, lakini John aliendelea kufanya kazi na kujibidisha. Wenzake walimtenga kama nilivyosema awali, wakaendelea kumsema kwa maneno mabaya, na zaidi wakasema kwamba yeye alikuwa anawashitaki kwenye mambo yao mabaya kwa mkubwa wao, lakini hakujali. Kumbe alivumilia, akaendelea kufanya kazi. Ninachotaka kukwambia leo hii katika mchakato wa kulijua kusudi la kuwepo kwako duniani, kukataliwa kupo katika maisha. Katika mchakato huu wa kulijua kusudi lako la kuwepo, unaweza kukutana na watu ambao hawatapenda kabisa kukuona. Lakini wakati mwingine sio kwamba umewakosea, ni kwa sababu tu wanakuona wewe kuwa ni tishio. Upaswi kuogopa. Kukataliwa hakumaanishi kwamba ndio mwisho wa maisha. Kukataliwa kunamaanisha kwa namna fulani kwamba watu hawajakuelewa, kwamba wanahitaji waeleweshe kuwa wewe ni mtu wa aina gani.
Ukiangalia kwenye Biblia tuna mifano mingi sana ya watu ambao wamekwisha kukataliwa au walikataliwa, lakini hawakuacha kuendelea kujibidiisha katika mambo ambayo walikuwa wanayafanya. Tukiangalia kwa nafasi ya kwanza kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 37, tunaambiwa habari za Yosefu, mtoto wake Yakobo. Alikataliwa na ndugu zake kwa sababu walimuona kuwa baadaye alikuwa labda tishio kwao, na sababu nyingine ni kwamba alipendwa sana na baba yao. Kumbe huo wivu ulipelekea Yosefu kuuzwa utumwani, lakini pamoja na hayo tunaambiwa kwamba Mungu alimuinua akawa mkuu. Mtu wa pili tunaambiwa kuhusiana na Musa, pamoja na majitoleo yote aliyoyafanya kama alivyoagizwa na Mungu kuwatoa Waisraeli utumwani Misri ili aweze kuwafikisha kwenye nchi ya ahadi, bado kuna wakati walikuwa wanamgeukia na kumkataa. Mara nyingi watu walilalamika kuhusu chakula, na wengine wakalalamika kuhusu maji, na wengine wakaenda mbali zaidi wakalalamika kuhusu uongozi wake. Kutokana na hilo, wengine walitamani warudi hata Misri. Tunapata hilo kutoka kitabu cha Kutoka sura ya 16, lakini pia ukisoma kitabu cha Hesabu sura ya 14. Mtu mwingine ni nabii Yeremia. Huyu alikuwa ni nabii wa Mungu aliyetumwa kwa wana wa Israeli. Alikuwa akitoa ujumbe wa Mungu kwa watu wa Yuda, akiwaonya juu ya adhabu inayokuja kutokana na dhambi zao. Walikufanya nini? Manabii wa uongo wale, watu mbalimbali na hata viongozi walimkataa kwa sababu hawakupenda tu kusikia ukweli. Ukisoma kitabu cha nabii Yeremia sura ya 20 au ile sura ya 26 na hata sura ya 37 unaweza kupata hiki ninachokizungumza. Lakini tena tuna mtume Paulo, pamoja na kwamba hapo awali alikuwa mtesi wa Kristo, alipookoka naye alionja kukataliwa na hawa wa Kristo kwa nafasi ya kwanza, kwa sababu walikuwa wanaogopa kwamba labda ni mtego anawafanyia. Lakini tena alikataliwa na Wayahudi ambao hawakupenda ile injili ya Kristo ienee, ile injili ya Kristo ambayo Paulo alikuwa anahubiri. Kirejea kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 9, tena sura ya 13, sura ya 14 na ile sura ya 21, walau kwa kiasi fulani tunaweza kupata hicho ambacho nimekizungumza. Lakini katika Biblia mtu aliyekataliwa kwa nafasi kubwa sana kuliko mtu yeyote ni Yesu. Yesu alikuwa ni Mungu na mtu. Sio tu alikuwa, Yesu ni Mungu na mtu. Lakini pamoja na miujiza yote aliyokuwa amewatendea watu wake, pamoja na huruma aliyokuwa nayo kwa watu, pamoja na wema wake, lakini watu walimkataa. Yesu alifundisha ukweli, alifanya miujiza mingi na alileta ujumbe wa wokovu, lakini alikataliwa na watu wake mwenyewe. Alikataliwa na viongozi wa kidini na hata wanafunzi wake. Kuna wakati walimkimbia. Wayahudi wale ambao Yesu alikuwa anaishi kati yao walitaka Yesu asulubiwe. Pilato anawaambia, nimfungulie nani kati ya Baraba na Yesu? Wao wakataka yule mwingine afunguliwe na Yesu asulubiwe. Ndugu mpendwa, kukataliwa sio mwisho wa maisha, bali kunamaanisha kwamba ujipange upya, urudi nyuma na kujiuliza kuhusu mapungufu yako na kurudi kwa kasi kufanikisha mipango yako. Kukataliwa kunamaanisha kwamba wewe una kitu cha pekee ambacho kimsingi wengine hawana. Pale unapokuwa unaonyesha upekee fulani, wengine hawapendi. Wengine wanaonja kama wewe unajisikia, utakataliwa tu. Kukataliwa kunamaanisha kwamba wewe umeumbwa kwa namna ya pekee yako, watu wakusaidie tu kufanikisha malengo yako. Kwa hiyo hauna sababu ya kuogopa kukataliwa. Unapopitia changamoto hii ya kukataliwa, usisahau kwamba wewe ni kama mshumaa
pamoja na udogo wako umeumbwa kuangaza ulimwengu. Ingawa katika nyakati hizi kukataliwa kuna baadhi ya mambo ambayo kimsingi watu wanayasema juu yako ambayo yanaweza kuwa kweli. Yaani unaweza ukawa unakataliwa kwa sababu ya mambo fulani ambayo si mazuri kuhusu. Kwa hiyo unaalikwa kubadilika ili kwamba kama hayo mambo ni mabaya ubadilike, alafu uchukue hatua nzuri. Watu wengi wameweza kufanya makubwa baada ya kukataliwa, baada ya kuonekana kwamba hawawezi kabisa kutekeleza mipango ambayo wameiweka bayana kwa watu wengine. Na ndio maana huwa wanasema kama una mpango fulani unataka kufanya, ni heri ufanye kwa siri ili kwamba matokeo ndio yapige kelele. Baada ya kuonekana kwamba labda jambo fulani zuri ambalo unataka kulifanya limefahamika kwa watu, sio rahisi sana watu wengi kukubalia, kwa sababu wao hawaoni kule unakotaka kwenda. Na hata kama wakiona, ndio sababu wanaanza kukuwekea vikwazo katika njia yako. Madhaifu yako daima yatakuwa mateso kwako zaidi wakati huu. Hautaeleweka kirahisi kwa kuwa wewe ndio umebeba hatima ya ndoto yako, na ni wewe unayejua wapi unapaswa kuelekea na ndoto hiyo. Kukataliwa kukufunze kuwa umezaliwa peke yako, na hivyo unawajibika mwenyewe kulitambua kusudi la kuumbwa kwako. Kukataliwa kusikuvunje moyo, kukusaidie wewe kujiimarisha. Kukataliwa kukusaidie kukomaa katika lengo. Wakati unakataliwa, wewe jibidiishe kujifunza mambo mengi, kujiunda kwa mtu wa viwango vya juu ambavyo wengine watashangaa tu kwa huyu mtu amefikaje huko. Kukataliwa huwa kunasaidia sana kujua kusudi la kuumbwa kwako, kwani kutakufanya uweze kujibidiisha katika namna ile iliyo bora ili uweze kusonga mbele. Nyakati za kukataliwa, ndugu, huwa ni ngumu sana. Unajisikia mpweke, unajiona kama hufai, hakuna anayekupa nafasi ya kuonyesha vipawa vyako, hakuna anayekupongeza. Ukifanya jambo zuri, unaonekana kama umebahatisha tu. Moyo unauma na wakati mwingine mwili unachoka. Kuwa makini sana katika wakati huo, usimezwe katika huzuni yako. Jitahidi upambane. Kukataliwa kukufunulie njia mpya za mafanikio na kujua kusudi la msingi la maisha yako. Asante kwa kuendelea kunifuatilia. Ni mimi Bruno Mwala. Basi tutaonana kwenye kipindi kijacho.